Karibu tena kwenye channel yetu ya Nazi News kwa habari moto moto. Leo tunazungumzia show mpya inayotikisa mitandao na kuzua gumzo kila kona. Show hii inayoitwa The A-List inawakutanisha mastaa wanne wakubwa Tanzania: Aunt Ezekiel, Jacqueline Wolper, Kajala Masanja na Aileen Uwoya. Wengi walidhani hii itakuwa show ya utulivu, ushauri na maisha ya kifahari, lakini ndani ya show hii kuna mambo mengi na imefanya watu wengi kuipenda na kuwa ya kusisimua kwa sababu ina drama, ina uchungu, kweli mchungu, mambo yaliyowasha wengi vinywa wazi. Katika show hii pia hakuna aliyeficha hisia zake. Kila mmoja aliamua kuongea ukweli wake bila kupapasa maneno. Maneno ya Aunt Ezekiel kuhusu wanawake, ndoa yake, heshima, mafanikio yameonekana kuwagusa na kuwachovya baadhi ya washiriki. Kajala na Wolper walipoanza kugusia maisha ya mahusiano, hili libadilika ghafla. Kulikuwa na ukimya mzito, macho yaliyojaa hisia na maneno yaliyofanya wengi waulize, je, kuna majeraha ya zamani bado hayajapona? Je, Aileen Uwoya pia, ambaye wengi walimzoea kama mtu mpole, amewashangaza wengi kwa kauli zake nzito kuhusu maisha ya umaarufu. Maana yake yaliyofanya wengi kutafakari, umaarufu una faida lakini una gharama zake pia. Lakini katika show hii pia hakuna aliyekuwa tayari kubeba lawama peke yake. Kila mmoja alisimama kwenye ukweli wake bila kuomba radhi wala kuficha chochote. Katika matukio ambayo yamewasisimua watu wengi au yameleta gumzo ni la Aunt Ezekiel kusema ameolewa. Kwenye moja ya vipindi vilivyozungumziwa sana, Aunt Ezekiel alishangaza wengi alipothibitisha kuwa ameolewa. Alizungumza kwa utulivu lakini kwa msisimko, akionyesha kuwa hatua hiyo ni sehemu ya safari mpya ya maisha yake. Anasema hiyo siku wakaona tu wachume ubani wafunge ndoa, maana kulikuwa kuna wazazi wa pande zote mbili. Ilizua gumzo kwa sababu washiriki wenzie watatu wanaonekana wapo karibu, lakini walikuwa hawajui hilo jambo, huku wengi wao wakishangazwa, ikiwemo Aileen Uwoya, Kajala, Wolper wakisema tulipanga kwamba tutafanya sherehe kubwa, imekuwaje? Sehemu nyingine iliyogusa wengi zaidi ilikuwa ya Aileen Uwoya, ambapo aliulizwa maswali machache kuhusu ndoa yake ya zamani na aliyekuwa mume wake Ndikumana. Lakini katika sababu nyingi, Aileen Uwoya alisema yeye ndo alikuwa chanzo cha ndoa yao kuvunjika, kwa sababu alikuwa kama anapita na vitu vingi, kwa hiyo alikuwa kuna vitu kidogo haviko sawa. Lakini katika kitu ambacho kiliwagusa mioyo ya watu wengi ni pale ambapo aliambiwa aseme maneno machache kwa mume wake, kwa aliyekuwa mume wake Ndikumana, ambaye kwa sasa ni marehemu. Aileen alishindwa kujizuia. Kwa hisia nzito na sauti iliyojaa majonzi, alisema kuwa bado ana maumivu moyoni na kwamba jambo pekee analoweza kufanya sasa ni kumwombea na kumwomba msamaha kokote aliko mume wake. Ilikuwa ni dakika chache lakini zilikuwa nzito sana kiasi cha kuwafanya wengi kushindwa kujizuia hisia zao. Pia ni kuhusu Jacqueline Wolper, ambaye alisema kwamba anatamani apate rafiki mwingine wa kiume ambao watasaidiana katika biashara zake au biashara zao na vitu vingine, ambaye atakuwa sio mume wake, sababu tayari ana ndoa na mume wake Richie. Anasema kwamba kuna vitu vinamuelemea, kuna muda wa watoto, biashara, akitaka kusafiri, watoto wanabaki tu na wadada, anakuwa na amani, lakini akipata mtu ambaye anaweza kusaidiana vitu vingi itamsaidia. Alienda mbali zaidi na kuzua gumzo kwa kusema kwamba hata kama watalala chumba kimoja au kitanda kimoja, yeye hana shida, ila anatamani apate mtu wa hivyo. Na kingine pia ni kuhusu ndoa yake. Akazungumza kwamba licha aliondoka kwenda China kwa zaidi ya miezi 5, lakini alirudi na mabegi matatu tu, bila pesa, bila chochote. Huku Tanzania biashara zilizofungua zikawa zinaendelea kufa kwa sababu mwangalizi alikuwa hayupo, yupo nchi za nje. Na Wolper anasema alikuwa anajua kwamba mtu labda atarudi na pesa nzuri ya kuanza biashara au kitu cha, lakini haikuwa hivyo. Alirudi tu na mabegi matatu bila chochote. Na Wolper alisema hili jambo ameshalizungumza kwa upande wa mwanaume, upande wa Richie mume wake, pamoja na upande wake pia. Show hii imeonyesha wazi kuwa nyuma ya umaarufu kuna binadamu halisi mwenye maumivu, maamuzi magumu na ukweli ambao ni rahisi kuusema hadharani. Show hii inatoka kila Jumatatu katika channel yao ya YouTube.